Katika historia ya muziki nchini Tanzania ama East Africa, ukijaribu kuangalia kolabo nyingi ambazo Diamond amezifanya, ndizo ambazo zimetoa matokeo makubwa kuliko ngoma ya msanii mwingine yote. Na kupa mfano wa ngoma ya Kwangwaru ambayo amefanya na Harmonize, sasa hivi ukipita kwenye YouTube ina zaidi ya watazamaji milioni 130 plus. Maana hiyo inaonyesha ni kwa namna gani msanii ana nguvu. Ngoma ya Enjoy na Jux ndo ngoma kubwa zaidi ya Jux na namba nyingi kuliko ngoma nyingine yote. Nenda kaangalia kwenye mitandao ya kijamii. Ngoma ambayo amefanya na Jinako pia ina namba nyingi na ni ngoma ambayo kolabo kama tulivyosema kubwa sana, lakini inawezekana Jinako yeye akuwekeza mpunga zaidi kwenye promotion. Ona tazama namna ambavyo kolabo aliofanya na Barnaba. Leo hii ngoma imetoka ina miezi 3. Lakini Barnaba anafanya show mpaka kesho kutwa na anasema mwaka huu anafunga show ama anafunga hesabu na salama, atafanya tena ngoma nyingine mwakani. Ona hiyo nguvu ambayo ilivyowekwa. Kolabo na Mario ni wakati sahihi, lakini Totobadi ajue pia kuna kupotea unapofanya kolabo na Diamond. Nilishaizungumza, sio kwamba anachukua nyota. Kupotea kwa maana kuna vitu viwili. Kuna baadhi ya wasanii wanaona wamemaliza wanapofanya kolabo na Diamond, ni ndoto yao. Yaani unaona mtu anakaa anaisotea tu kolabo na Simba. Akifanya hiyo kolabo ameisha. Kolabo na Diamond inaweza kukupoteza kwa namna gani? Unaweza kwa sababu yeye afanye kitu kidogo hata kama ni kolabo. Akifanya ngoma inakuwa kubwa sana. Je, utakuwa willing kufanya comeback nyingine ya ngoma kali zaidi ya hiyo? Which is kwa Tanzania hapa ni mara chache tunaona. Jux amejitahidi ku maintain. Wasanii wengi unaona akifanya kolabo na Diamond mwisho hana matokeo chanya, muendelezo, kwa sababu kolabo ni mchezo wa kubadilishana vitu. Kwa ile nguvu ya Diamond ichukue wewe uongezee kutokea hapo. Sasa kama hauwezi kuji-upgrade manake wewe umefeli. Sasa kuna wakati mimi nadhani hata Diamond mwenyewe ndio maana anachagua sana kolabo. Kwa sababu haiwezekani anapoteza nguvu zake alafu wewe huwezi kuifanyia kazi. Na ndio maana mimi kuna siku kuna mtu mmoja kuna siku moja nilitoa maneno hapa kuhusu Numzi Wanda nikasema yani kolabo na Diamond hapaswi kupewa, kwa sababu ukiachana tu na yeye kukubariki sauti yake na kila kitu, una pesa ya kufanya uwekezaji wa promotion kama ambavyo yeye anatia mzigo hapo. Milioni 100 unayo, yani umetenga hiyo kwa ajili tu ya hiyo promotion. Na kolabo ya Diamond yani isiwe tu ya Tanzania, iwe focus iwe international. Chidi ana kolabo ilifika wapi? Kwa ndio maana nikasema kwamba ukifanya kazi na Simba, Mario ni muda sahihi. Ukiangalia muziki wa Mario ulipofikia sasa hivi, sio tena muziki wa kuendelea kungangania Tanzania. Ukijaribu kuangalia hata kwenye album yake ya The Garson, unaona Mario anaanza kutanua mipaka sasa hivi. Anafanya kazi na kina Element L, unamuona ana kazi na kina King Promise. Kwa hiyo Mario anataka tu teke lile la kufika kimataifa. Sasa Diamond ni push ya huko kwenda. Kwa hiyo ni wakati sahihi na mimi sina wasiwasi na Mario. Katika wasanii wangu 5 ambao nawaaminia kwenye taifa hili kwamba wanachomoa Zuma ya chomoe Kisu upanga vyovyote itakavyokuwa, Totobadi yuko vizuri. Totobadi pia na hela. Kwa hiyo tumkumbushe tu wakati maandalizi ya kolabo hii inatokea, Totobadi atenge zaidi ya milioni 100 mzigo wa kufanya promotion, ili baada ya kolabo hii Diamond awe na sababu baada ya mwaka mmoja miaka miwili ya kufanya tena kolabo na wewe, kama ambavyo amefanya kwa Jux. Akafanya Enjoy, akatoa Ulole Femi. Sidhani kama Diamond ni Jinako anaweza tena akapata kolabo na Diamond kwa muongo huu unaokuja mpaka miaka 10 ijayo. Ndio unamsemea. Yani sisi tunachambua muziki, yani ndio uhalisia. Sio unamsemea. Yani mimi nakwambia Barnaba ameitendea haki kolabo ya Nanio ya Diamond kuliko hata G. Huo ndio ukweli. Angalia anapopush, anavyofanya vitu vyake, ilikuwa pre-promotion ile ambayo alikuwa ameitengeneza. Unaona kabisa anafanya kitu chenye hadhi ya Diamond. Diamond sasa hivi ni internet